yangu. Sasa kwa mganga utanipeleka lini? Sasa hivi natoka naenda kujiandaa, na wewe jiandae. Mchuzi wa mbwa unanyoka kwa moto moto. Ukipoa aufai. Changamka binti, jiandae ndugu wangu. Fanya haraka, fanya haraka. Kashaondoka. Hamjui tu ndo mnasema hivyo. Mimi namjua mume wangu Gift, anataka tabia kuchelewa. Nampigia simu zangu hapatikani. Message haziendi na hata sijui alipo. Usilie shoga yangu. Si unajua wanaume labda katika kupalakana kupata kazi, labda amepata matatizo. Usilie kiasi hicho kwa mkufuru Mwenyezi Mungu. Jamani, kutokurudi sio kupotea. Ile ni mtu mzima, afu ni mwanaume. Lazima arudi hapa, ni nyumbani kwake. Na wewe pia ni mkewe. Angalia manda shoga yangu anataka desturi kuchelewa kurudi nyumbani. Siku 3 sasa. Tuliza Mungu. Atarudi. Dada, ni vyema ungenyamaza dadangu. Kulia sio vizuri. Unaweza kuwaita watu hapa kujua kuna msiba unajua. Mimi nishamwambia ila anang'ang'ana. Lakini nganga mimi namjua mume wangu anataka desturi ya kukaa siku zote hizo nje. Labda atakuwa kapatwa na matatizo, labda ndio maana hapatikani kwenye simu. Unajua mimi naishi kwa wasiwasi sasa hivi kaka, wewe ujue tu. Lakini dada, ukiwa unalia hivyo utakuwa unamchulia dadangu. Inakuwa sio vizuri. Nyamaza bwana. Tutampata tu dada. Yaani bora kaka yake umwambie jamani. Mimi nimeongea hata kunielewa. Hata jaza watu majirani mchana wote huwa analia jamani. Ongea naye wewe. Mazao sinyamaza bwana, usiwe hivyo. Utamkufuru Mwenyezi Mungu. Labda akapata matatizo. Usilie kiasi hicho basi. Dada, msubiri kwanza. Madam, samahani kama utojali. Hebu naomba mchukue mwingize ndani. Kwa sababu unavyoendelea kukaa hapa na analia, watu wanaweza wakaja hapa akajua kuna msiba. Inakuwa si sawa. Madam, samahani kama utojali, naomba kuzungumza na wewe. Mimi? Yes, ni wewe. Mchukue mwingize ndani. Pole Zawadi. Pole Mazao. Basi. Mimi nafahamu kwamba wewe ni mpangaji mkongwe sana katika nyumba ya shemeji yangu hapa. Bila shaka kuna mambo mengi zaidi ulikuwa unayafahamu. Sasa naomba ujaribu kuniambia kuna kitu gani ambacho unachokifahamu juu ya kupotea kwa shemeji yangu ili nijue naanzia wapi kumtafuta. Kuna vitu vingi sana navijua. Navijua lakini naogopa kusema. Nisemeje nisutwe mimi? Sitaki kusutwa mimi. Mimi tena mdomo wangu. Hebu subiri kwanza. Mimi ni mtu ambaye anajitambua sana dadangu. Nikutoe hofu katika hilo. Taarifa yoyote ambayo utakayonipatia mimi, I swear sitaweza kuitoa kwangu na kumpelekea mtu mwingine. Nitabaki nao mimi na nitajua napambana vipi kumpata shemeji yangu, lakini siwezi kumwambia mtu mwingine bwana. Tafadhali naomba uniambie unajua nini kuhusiana na kupotea kwa shemeji yangu, kwa sababu kila nikikuangalia mbona kama kuna kitu unachokifahamu. We, naijua hiyo. Nataka nikwambie hapa ukayarudishe huko. Mimi tena nisutu. Lakini acha nikwambie. Yale yaliyotokea leo ndio kama yale yaliyotokea mwaka jana. Mwaka jana hivi siku 3 mfululizo kwenye simu hapatikani, unaambiwa akipigiwa hapokei, mara anatumika, yani haeleweki. Yani unaambiwa sisi sasa tukaenda kumtafuta kwa mwenyekiti, tukaenda polisi, tulienda mpaka mochwali, hatukumpata. Kafungiwa jirani kwa mama Amina. Kafungiwa, unaambiwa. Ndio haya yotukuta, aibu naona mimi. Lakini mimi hapa ninahisi iliyotokea mwaka jana ndio haya kwa kweli. Hapo tulipompata kwa mama Amina ndio hapo alipo. Lakini usinitaje. Hapana. Shemeji yangu namfahamu vizuri sana. Ni mtu ambaye anajitambua na anajua ni kitu gani ambacho anachokifanya. Kwa mimi sina imani kabisa kama anaweza kurudia upumbavu ambao ameufanya mwaka jana. Iko kitu hakiwezekani. Shemeji yangu anajielewa na anajitambua na akili timamu yule. Sio kwa huyo Faki nimjua mimi. Faki huyu. Sio kweli. Hilo jambo haliwezekani. Sio leo tu, hata kesho milele pia nitakataa. Shemeji yangu hawezi kufanya huo ujinga.
Yule anajitambua. Hata jambo ambalo limetokea mwaka jana ni sawa sawa na kunguru kumnyia binadamu tu, ni kitu cha bahati mbaya. Kwa hiyo mimi naona kitu hakiwezekani. Wewe kama jambo lingine bora unaambia, lakini kama ni hilo, hapana, shemeji yangu hawezi kufanya kwa kitu hata mara moja. Alafu ukiangalia, unajua mwaka jana alikuwa akipigiwa simu zilikuwa tu zinafika hapokei, lakini mwaka huu imekuwa mbaya zaidi. Yani jambo kama limekuwa serious sana, yani anapigiwa simu haipatikani. Hii ni mbaya, inawezekana shemeji yangu anapata tatizo kubwa. Unajua, ndio naambiwa mwaka jana alipewa sukari, mwaka huu kapewa asali na tende. Changanya tende na asali unapata nini? Jiongeze. Hayanihusu. Udugu, sasa usilie hivyo. Usilie hivyo udugu wangu. Ujue hivyo unavolia, yani unautesa moyo wako. Hebu tulia kidogo ili tupate solution la kumpata mmeo. Umesikia? Amanda, wewe ujui tu. Au ujui Amanda? Mimi na Faki tulikuwa na mipango mingi sana ambayo haijakamilika hata robo. Sasa leo mimi sijui mume wangu ameenda wapi, sijui amepatwa na nini, sijui uko alipo anaishije siku ya 3 sasa. Unadhani mimi nitakuwa na furaha gani? Sawa, tulikuwa tunagombana, tunazozana, lakini ni mume wangu, nampenda mimi. Sasa udugu wangu, yani unavolia hivyo unamkufuru Mwenyezi Mungu. Unamkufuru Mwenyezi Mungu udugu wangu. Hebu tulia kidogo, mimi nakwambia hivi mmeo atarudi. Labda akaenda huko kwenye mihangaiko yake. Hebu nielewe mwenzio. Yani shoga yangu, madanga mengine kupatia tu 5,000. Yani anipigia simu ananisumbua. Udogo, mimi ningewacha kidogo na kaka hapo. Labda mnaweza mkashauriana akakupatia, akakuonesha jinsi ya kumpata mmeo. Wewe kaka. Bye. Baba mwenye nyumba. Baba mwenye nyumba. Binti wa Faki. Yaani wewe unalala tu na korome, na maana usikia makelele huko nje. Sikilizwa mpiga wangu, wanaambia mie. Hanaambia kuna nini huko? Watu wamejaa hapo nje, wamejaa hivi, mkeo analia, kashakutafuta haupatikani. Watu hadi wameenda polisi, wameenda hadi kwa mwenyekiti. Uonekani mwenzetu kama Mbosso. Mioyo. Hao yule dada kuna vitu unampa ambavyo mimi hunipi wewe bwana Faki wewe. Aibu naona mie. Yule nimemlia kwa 2 za shoki. Unajua shoki wewe? Mimi sizijui. Hizo nikikulia wewe, uniambia ni mwache ule mkoe wewe. Mkulie? Itakuwa ya kweli, maana yule dada na ule mwili anakulilia wewe tu. Utaniganda. Ila mimi namuonea huruma. Mama yule. Niliambiwa wapo, sikuambiwa yupo. Ushika ndevu. Nikwisha Faki mie. Baba mwenye nyumba. Utakula ndo ule au ule ndo utakula? Kule kwanza. Una balaa wewe. Napenda. Unachotaka mimi pia nataka. Wewe? Ndio. Nikwisha mie. Lalilo. Sikuambiwa yupo, niliambiwa wapo.
Ina maana dada, ni kweli kabisa hujatoa taarifa hata kituo cha polisi? Wewe hujui tu kakaangu, lakini ile juzi mamangu alivyokuwa hajarudi, nilikuwa nalichukulia kuwa ni jambo la kawaida, ila ilipofika jana sasa ndio nikaona mbona ile jambo kama lipo serious hivi na sio kawaida yake mamangu. Mimi hatua niloichukua tu nikaenda kutoa taarifa kwa mwenyekiti basi. Baada ya kutoa taarifa kwa mwenyekiti, yeye mwenyekiti amekwambia nini? Akaniambia tu kwamba atatoa taarifa kwa raia na pia atapita kwenye kila kijiwe chake cha kahawa ambacho bwana Faki alikuwa anapenda sana kukaa. Na kama unavyomjua shemeji yako, ni mtu wa kahawa sana. Ukweli ni changamoto sana, lakini mimi naomba dadangu kuwa mtulivu. Kuwa mtulivu. Ili jambo uniachie mimi. Mimi nakuhakikishia dada, nitapambana kadri niwezavyo ili tuweze kumpata shemeji. Na naomba hii hali yako ya kukaa mnyonge, kukaa unalia muda wote, naomba uiache dada, si nzuri. Unajua unavokaa na kisonono muda wote, unaweza ukachukua maamuzi magumu bure, kama hata kujidhuru wewe mwenyewe. Kwa naomba acha hiyo hali. Mimi nakuahidi shemeji atapatikana. Kwa kuanzia kabisa hapa dada, inabidi nikatoe taarifa kituo cha polisi. Kwa maana ile ni idara ya usalama. Na mtu anapokuwa amepotea, inabidi taarifa zitolewe haraka sana. Na kitu kingine, nitapita sehemu zote ambazo shemeji yangu anapendaga sana kukaa. Nitatoa taarifa. Na imani tutampata tu, yule shemeji yangu ni mtu mzima, hata arudi tu, huenda labda huko kwenye mihangaiko yake huko kuna jambo lolote ambalo limetokea lakini ameshindwa kutoa taarifa, lakini imani atarudi dada, mko na amani. Niachie mimi ile swala. Sawa kaka, mimi nimekuelewa. Najua dadangu, namna ambavyo unampenda sana shemeji. Bozi yako usio. Usijali bwana, atarudi tu. Nani? Mwenye nyumba hapa.